Wanandoa. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa Safina Radio, ninakusalimu katika jina la Yesu. Ninakualika kwenye kipindi cha Wanandoa. Kipindi hiki kinakujia kila ifikapo Alhamisi muda na wakati kama huu, lengo kubwa likiwa ni kufundishana na kukumbushana masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na ndoa. Kipindi kilichopita msikilizaji, ulipata nafasi ya kuweza kushiriki, kutoa maoni, tukijiuliza mwanaume mkorofi ni nani? Mwanaume mkorofi yukoje? Na hiyo ilikuwa ni mapumziko mara baada ya kumaliza simulizi ya mwanamke mwenye maneno mengi na mpenda fedha. Hii leo ninakuja na simulizi nyingine, sehemu ya kwanza, na simulizi hii inahusu mwanamke asiye na hekima. Mwanamke asiye na hekima. Yamkini hapo ulipo najiuliza, kwa nini mwanamke sasa ndo kila siku? Kwa nini kila siku mwanamke ndo anasemwa na kati wanaume wao kwenye matatizo? Tulishazungumza hapa kuhusiana na namna ambavyo mwanamke ametajwa sana kwenye Biblia. Kuhusu kujenga, kuhusu kubomoa, mwanamke anatajwa sana. Na ndio maana mwanamke tunamsema sana, kwa sababu tunaamini mwanamke akipona ndoa imepona. Wewe mwanamke hapo ulipo, ukipona ndoa yako imepona. Kwa hiyo ungana nami Agnes Mayagila wa Elifuraha, tuwe sote kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Kwa maoni na ushauri utatuandikia katika nambari ya 0744925926 0744925926. Simulizi ya mwanamke asiye na hekima. Tunaongozwa na Methali 14 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Lakini je, hekima ni nini? Hekima ni hali bora ya mtu katika kutambua ukweli wa binadamu, vitu, matukio na mazingira mbalimbali, hata kuchagua vizuri la kufanya. Yes, simulizi yetu sasa inaanza. Simulizi hii inamhusu Bwana Olof ambaye alimuoa mwanamke aitwaye Aira. Wawili hawa wanapendana sana. Bwana Olof ni mwajiriwa na anamiliki biashara kadhaa, lakini mke wake Aira ni mwalimu. Bwana Olof anatoka kazini saa 10, lakini Aira anatoka saa 8. Wote wawili ni wachapakazi. Tatizo, Aira hana hekima, hajui majira wala nyakati na hataki kuambiwa ukweli. Mwezi mmoja baada ya ndoa, Aira alianza ratiba za kufunga na kuomba na kwenda ibadani kila siku. Akirudi nyumbani kachoka kiasi kwamba hawezi kufanya chochote nyumbani. Akifika anaagiza chakula hotelini na kuoga na kulala tu. Mwezi huo Bwana Olof alinyamaza kimya, ingawa alikuwa anakwazika. Akawaza moyoni, hivi huyu mwanamke ananichukuliaje? Ananiona mjinga au kwa kuwa nachelewa kurudi? Basi ngoja kuanzia kesho niwe narudi mapema, nione kama kutakuwa na mabadiliko. Ikawa asubuhi, wote wakaenda kazini. Aira karudi muda wake wa saa 8. Saa 9 Bwana Olof naye akarejea. Ile tu ameingia ndani, mke anatoka chumbani na kumwaga kuwa anaenda kanisani, na Bwana Olof akamwaga vizuri tu. Siku ya pili mpaka mwezi mmoja wanapishana tu. Olof akiingia, Aira anatoka kwenda kanisani. Akirudi yuko hoi. Hapiki chakula, chumbani ndio kabisa hoi. Jambo hili lilimuumiza sana Olof, anawaza sana. Bwana Olof akajiuliza, kumtumikia Mungu ni kuzuri, kufunga ni kuzuri, kuomba kunafaa, lakini hii ya mke wangu hapana, haikubaliki kabisa. Lazima nimwambie, siwezi kuwa na maumivu moyoni bila kusema. Isitoshe mimi ndio mwanaume humu ndani. Ikawa asubuhi, wakaenda kazini. Jioni kila mtu kwa wakati wake wakarudi nyumbani. Olof alipofika, mke wake akamwaga kuwa anaenda kanisani.
Bwana Olof akamwambia, leo hutaenda kanisani. Mimi kila siku naacha kazi, naacha marafiki, na wahi nyumbani nikae na wewe, tupange mipango ya maisha. Wewe na kanisa, kanisa na wewe. Ukirudi hujiwezi, unalala kama gogo. Haya ni maisha gani ya ndoa? Hapa ukitazama wewe unaona ndoa? Aira akasimama. Naona mapepo yameamka sasa. Yaani wewe ndo wakuniambia nisiende kanisani? Ulinikuta kanisani, nitaendelea kwenda kanisani. Kanisani kila siku nitaenda. Na Biblia imeandika tukeshe tukiomba, tena tuombe bila kukoma. Na kwa taarifa yako, kesho kuna mkesha na hutanizuia. Ala, msikilizaji, una ushauri gani kwa mwanandoa wa namna hii? Aira anapenda kwenda kanisani, tusicho na uhakika ni kama anampenda Mungu. Lakini Olof uvumilivu na mshinda, maana hawakai pamoja. Akimwahi mke wake anawahi kanisani. Tuandikie 0744925926 0744925926. Bwana Olof akashikwa na ghadhabu, akataka kumchapa makofi mke wake, lakini akajizuia, akaacha kumpiga. Akatoka akaenda chumbani kulala. Mwanamke Aira huyo kanisani mbio kwa wanawake wenzake, huku akitetemeka. Jamani, niombeeni, ndoa yangu imevamiwa. Mume wangu alitaka kunipiga, alinikataza nisije kanisani. Jamani, niombeeni jamani, asije akaninyima kuja mkesha kesho. Niombeeni jamani. Wanawake wapumbavu wasio na hekima wakaanza kuiombea ndoa ya Aira na Bwana Olof na kukemea pepo. Wakamaliza maombi kisha wakatawanyika. Aira karudi nyumbani na njiani akapitia chipsi za kupeleka nyumbani wale, maana alikuwa amechoka sana. Kufika nyumbani akamkuta mume wake Olof sebuleni. Akamsalimia Bwana Olof. Bwana Yesu asifiwe. Mume wake kimya. Jamani Olof, sini nakusalimia? Kimya. Akatenga chipsi zake mezani, akaleta na sahani na kumkaribisha mume wake chakula. Bwana Olof akakataa kula, akamwambia, hivi wewe Aira, unanichukuliaje? Unaniona mimi dhaifu sana au unajikuta nani? Wewe ni mtu wa kunilisha chipsi kila siku, tena za mtaani, sababu ya kiburi chako cha pesa. Sasa nakupa wiki hii tu. Mchezo huu wa kipuuzi ukiendelea, na kuapia nitafanya maamuzi magumu ambayo hayatatenguliwa na wazazi, hayatatenguliwa na hilo kanisa lako. Kula uchafu wako mwenyewe bwana. Akavuta kiti, akasimama, akaondoka, kaenda zake kulala. Aira akaanza kuwaza, huyu mwanamume vipi? Mbona kabadilika ghafla? Ni mapepo au ni nini? Au kapata mchepuko? Na mbona ananitishia maisha? Mimi sijui kweli, ila afanye vyovyote afanyavyo, lakini asinizuie kwenda kanisani. Msikilizaji, tuandikie maoni yako katika nambari ya 0744925926. Dakika chache kabla hajamaliza kula chipsi zake, akapigiwa simu na mwenyekiti wa kikundi alikotoka kanisani ili kumjulia hali na kama amepigwa. Aira akamwambia, hali ni mbaya sana, naomba mniombee. Kasusa hajala chakula na nimemwandalia chakula kitamu sana, lakini kakataa. Ananitishia maisha tu, niombeeni jamani. Wakati Aira akiongea hayo, kumbe Olof mume wake alikuwa anamsikia. Akanyata taratibu, akaikwapua ile simu ya Aira ili azungumze na huyo aliyemsikia kwenye simu. Je, nini kiliendelea? Fuatana nami juma lijalo, muda na wakati kama ilivyokuwa leo. Hivi punde tu nitasoma ujumbe wako unaoendelea kutuma katika nambari ya 0744925926. Mimi ni Agnes Mayagila wa Elfuraha, mwandaaji na msimulizi wa simulizi hii ya wanandoa ya mwanamke asiye na hekima. Punde tu nitasoma ujumbe wako.